group of young people. And by empowering them through training, you are creating a livelihood for them beyond the elections. Na nyinyi vijana pia, hata nyinyi pia mjitafutie heshima. Kwa sababu siku ya campaign mnaletewa reflector by anybody, mnawacha. Mpinzani wake akija na reflector ingine mnavaa, mnavisinikisha yeye. Na hiyo ni mtu ya kuanguka. Na mnajua hakuna pahali anaenda. Pia lazima nyinyi mjitafutie heshima. You make a decision wakati ya campaign, muangalie kwa sababu mko na network, mvae reflector yule peke yake atashinda. Kwa sababu ukivaa reflector ile mtu anaanguka, si mnaanguka pamoja. And you must live to that name. Si ndio? Ya pili, tafadhali. Presiding Bishop amesema, it cannot be utaendesha pikipiki ukiwa mlevi. Utaanguka na utakufa. Na utawacha bibi na watoto. Utavunjika mguu, utatuita harambe ya kuweka wa chuma. That is the truth. You cannot drink and ride. Ile takataka yote kasia, ile ya kuua watu, ilisukumwa hapa kwa Mlima Kenya. Na ndio tunangangana nayo, tunapigana, and we are succeeding. And I want to thank the leaders and chiefs. We are 70% successful, is still remaining 30%. But there are some governors in this region who are tusaidi. And they want to wipe an entire generation. At the right time, I'll call them out by name. Mimi hakuna governor yote nitaunga mkono uchaguzi wa 2027 ambaye hajasaidiana na sisi kupigana na bombe. Sitakubali. Because hii watoto wakiisha, where is the future of our region? We are almost losing an entire generation. And I think it was by design. Nafikiri kuna watu walikuwa wamepanga kumaliza population ya Mount Kenya kwa kuleta ile pombe baya na kuuza hapo bila kuuliza mtu ndio watoto wetu wote waishe. Vijana wetu walikuwa wanakunywa pombe, wanalala kwa mtaro. Wengine wameoa juzi, bibi yako kwa kitanda, kijana analala chini ya kitanda. Sasa si jamii ingeisha? Ndio mimi na hivi na wao viongozi tukaamua hapana na rais wetu. So I want to challenge our governors in this region ya kwanza ya Mount Kenya, in the 11 counties. Those who are not willing to help us in this fight against drug abuse and alcoholism should not expect support from some of us. Na mimi hakuna microphone nitachukua kutetea mtu achaguliwe tena kama hujatusaidia kwa hii vita. Because hata sisi wacha tujipende, mimi Rigathi Gachagua na mkubwa wangu William Ruto, sisi tuko na ushawishi mkubwa katika Mount Kenya. Tukijipenda from a fairly selfish perspective, Presiding Bishop, mimi na William Ruto, hivi vijana wakiisha tutachaguliwa na nani? From a selfish perspective, wacha sasa kusaidia jamii, mimi mwenyewe kujitetea. The youth are our supporters. Sasa wakiisha kwa hii bombe tutachaguliwa na nani? Hii maneno tunajaribu kurekebisha ya ukulima, nani atafanya kazi? Hii programu ya boda boda itafanywa na nani? That fight is unstoppable and there is no compromise. And that one, mimi, I am not about it. Mudule tako hurana na johi ketumano. Ketumano. Number 2, vijana wetu. I have told the police that border riders are not criminals, they are businessmen. Hata kama biashara yao ni kidogo, ni wafanyi biashara. Waheshimike na wasihangaishwe, wasisumbuliwe. Lakini pia tufuate sheria. Let us follow the traffic laws. Number 2, let us not allow border riders to be infiltrated by criminal gangs. Because wakora wakijificha kwenu, wanakuja kuibia watu, wanakuja kuvuja manyumba ya watu, wanachukua vibeti za akina mama, saa ile wanatafutwa
wengine ambaye hawahusiki watalaumiwa. So you must be your own policeman among yourselves. You must, this group here, the trainer of trainers, lazima mjuane, you know who is who, and you don't allow criminal elements within your industry, within your enterprise. Tumekubaliana vijana? Because mkikubalia wakora waingilie biashara yenu na watumie hii biashara ya bodaboda kufanya ukora, saa ile officers wa usalama wanakuja, watakuja kusubuana na nyinyi. Na hasa kuna kile kikundi cha haramu kilisumbua sisi wakati ya Mechuki. Hivi karibuni walikuwa wamejaribu kurudi. Huyo kiongozi yao ndio alikuwa ameshikana na hii watu ya Azimio, wakitaka kutumia hii vijana kwa mambo ya maandamano. Na sisi tukauliza vijana, msikubali mtu yeyote kuvuvua hiyo kikundi haramu, kwa sababu hiyo kikundi haramu iliumiza sisi. Waliumiza akina mama wetu, wakawafanyia maneno ambaye siwezi hata taja. Wakafanyia wasichana wetu maneno hatuwezi taja. Walikuwa wanaingia kwa duka ya mtu wanaitisha pesa at protection fee. Walikuwa wanaingia kwa ng'ombe ya mtu na si yao, wanakamua maziwa, wanaenda kukula ugali naye. Na ng'ombe ni yako. Mtu anaingia kwako anakamua, hata akamui yote anakamua ile peke yake anataka. We cannot allow it. And I want to say, this government will not allow the revival of that criminal gang. And their leaders should know that. Hata akijificha kwa watu ya Azimio, will smoke them out. That gang will not be allowed anywhere, not just in the Mount Kenya region, but in the country. Because it's a gang that was ruthless. And they did things that are unthinkable in our community. And we cannot allow the revival of that gang. So tafadhali naomba nyinyi vijana wetu wa boda, nyinyi managers, go and train your people that gang should not come anywhere near your industry. Hii ni biashara, and we want to support this as a purely business enterprise, and it's a good business. You are moving a lot of money in the economy, so please stay off those criminals. Don't allow them wajifiche hapo kwa vijana wetu. Again, mumesema vizuri, we also want to have career progression. Hatutaki mkae juu ya boda miaka yote. Wale wamesoma tuwatafutie nafasi pia, si ndio? Yeah. I remember one time I was MP for Madera, kijana ya boda boda akauliza kazi ya assistant chief, nikasukuma akaandikwa, sasa ni assistant chief. Akatoka kwa boda, sasa yeye ni mtawala. So those of you who have gone to school, when these things are advertised, pia muulize. Na mkuwe mkiangalia mtandao, mkiangalia magazeti, msikae kwa boda throughout, mtakosa kujua nini inaendelea Kenya. You must take time also to know what is going on. When there is recruitment of that, please, those who have papers, apply, and you'll be given fair consideration, so that you can also develop from that industry and move into something else. Mimi nikimalizia nikusema, nimemsikia chairman umesema your committee, I'll give you an appointment, mkuje tuketi, si ndio? Yeah, let us come, mkuje tuketi, tukubaliane all those things you have said, the challenges, what to do. Tukimalizana na mimi nichukue nyinyi mpeleke kwa Rais William Ruto, tuketi tukubaliane. Yes, nyinyi, our government is a consultative government. Sisi hatuna maringo, hatuna madharau. Watu walikuwa wanasema hasara ni takataka, boda boda ni takataka, lakini mimi niko hapa na nyinyi because nyinyi ndio wenyewe. Na kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi nataka niseme asante. Mulisimama na sisi, mulitusaidia na mkasaidia hao viongozi. Na tunataka mtusaidie hata pale mbele. Lakini pia lazima sisi turudishe mkono. Lazima turudishe mkono. Ona getunyo mwanane ikagiria mugo katigo. Yeah. So lazima turudishe mkono. So kujeni tuketi. I am ready, you come, we sit, we talk, we discuss. Ndio tuone zile area ambayo mnataka msaidiwe na serikali, we are there for you. Na sisi hatuwezi badilika. Rais William Ruto na mimi na hao viongozi hatuwezi badilika. Nyinyi ni watu wetu. When Faith told me to come, I said I'll come. These are our people. We were with you. You held our hand when things were very difficult for us. Hamkuacha sisi, mlisimama na sisi. Na sisi tutasimama na nyinyi. Tutasimama na nyinyi.
Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana kwa sababu tuko na mgeni president wa Indonesia na rais, nataka nikimbie. I wish you very good day. Msome vizuri na muandike na muende mfundishe wale wengine, and listen to what you are being told. Write down, go and train the others. You are good people, you are decent industry. Tungetaka pia muheshimike kwa kuwa na ile tabia ambaye inakubalika, na mkae vizuri na mfanye biashara, na Mungu atawasaidia pia mtajirike. Ndio siku moja bottom up ni kusema aliyekuwa ameajiriwa kuendesha bodaboda asave pesa yake, anunue yake. Akinunua yake aende naye anunue ingine, na akiwa na hizo tatu afanye apate pesa, anunue center, atoke kwa bodaboda aende kwa center. Hiyo center aendeshe, anunue ingine mbili, aandike watu wengine watatu. Akiwa na hizo tatu afanye kazi, atoke hapo anunue box ile 14 seater, aendeshe, aendelee, anunue zingine mbili, aandike watu wawili. Kutoka hapo anunue fleet ya buses. That is bottom up and it is possible. Anze pale chini pole, ukifanya kazi na bidii, ukiomba Mwenyezi Mungu atakuonekania, na ukiwa na bidii utafaulu. Sasa mkirudi nyumbani mtasalimiana.